ya kuelekea huku, akaenda akajificha. Yule jamaa anampiga punda, anampiga. Baadaye punda akafungua kinywa akasema, kila siku ninakubeba, kuna siku yoyote nilikuingiza kwenye vichaka? Jamaa ndio akili yake inafunguka. Unataka Mungu azungumuze na wewe kupitia punda ndio umuelewe Mungu? Nirudie tena hii, maana kuna mtu alikuwa hajaelewa bado. Mungu anaweza kutenda kazi kwa nguvu mno ikiwa watu wake watajitoa kikamilifu kuongozwa na Roho wake. Na ahadi ya Roho Mtakatifu haikomei kwa rika fulani au watu fulani wa rangi fulani peke yao. Kristo alitamka kuwa msukumo wa Roho wake ungekuwa na wanafunzi wake hata mwisho wa dahari. Enendeni ulimwenguni kote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Tazama mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa nini? Wa dahari. Bwana tusaidie kukuelewa. Anasema tangia siku ya Pentekosti mpaka wakati huu mfariji amekuwa akitumwa kwako. Na wale waliojitoa kikamilifu kwa Bwana na huduma yake, kwao wote waliompokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wao binafsi, Roho Mtakatifu amekuwa akija kwao kama mshauri, kama mtakasaji, kama kiongozi na kama shahidi atokaye kwa Bwana. Yule mtu yuko wapi? Amen, haleluya. Bwana tusaidie tukuelewe. Kwa kadri waumini walivyotembea kwa karibu na Mungu, ndivyo kwa uwazi na kwa nguvu zaidi walikuwa wanashuhudia upendo wa Mwokozi. Wewe mara ya mwisho kushuhudia upendo wa Mwokozi ilikuwa ni lini? Anasema kadri unavyoendelea kuwa karibu na Bwana, yaani ndani yako unasikia kitu fulani ambacho kinaitwa kimuhemuhe. Huwezi kutulia, maana kuna nguvu ndani yako. Hiyo nguvu inakuongoza. Waimbaji, Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana waimbaji. Bwana wabariki. Si kitendo mnachokifanya hapa cha kusimama hapa na kumtangaza Bwana kwa njia ya uimbaji, endeleeni kubarikiwa. Na mtu yoyote asije akakurudisha nyuma. Songa mbele, thawabu yako ipo. Anasema wanaume na wanawake waliopitia vipindi virefu vya mateso na majaribu, huenda wako hapa. Anasema kwa njia ya Roho Mtakatifu walikuwa wanafurahia kipimo kikubwa cha uwepo wa Roho katika maisha yao. Haleluya. Yaani ukiwa na Roho Mtakatifu katika maisha yako, hata kama unapitia changamoto gani, iwe ni magonjwa, iwe ni mateso, iwe ni manyanyaso, ukiwa na Roho Mtakatifu, yaani unafurahia mateso. Yaani ukiona mateso yanakuumiza, ujue bado huna nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini anayeongozwa na Roho Mtakatifu anapougua yaani unaugua alafu unafurahi. Unakuwa kama Ayubu. Ayubu yeye alipougua, mke wake alipomwambia, mbona sasa wewe ni mtumishi wa Mungu, mbona unapitia majaribu? Ayubu akaongea kwa kipare. Akasema, tupate vyedidu vivivi tumshigiane. Yaani tafsiri yake, tupate mazuri tu alafu mabaya tumwachie nani? Ayubu alimwelewa Mungu. Haleluya. Yawezekana rafiki yangu unayenisikiliza,
Kuna magumu fulani unayapitia katika maisha yako. Nataka nikuambie hayo ni ya kitambo tu, yatapita. Saa za kuburudishwa moyo wako zinakuja. Haleluya. Endelea kutulia miguuni pa Bwana. Kuna watu walipitia magumu kuliko yako unayopitia hayo, lakini wakatulia. Ninamuona Yusufu katika mapito waliopitia Yusufu. Ninamuona siku moja katika macho ya imani, ninamuona anawapelekea ndugu zake chakula, alafu wanapanga kikao cha kumuua. Lakini hata walipojaribu kumfanyia mabaya, Yusufu yeye hakuwa na shida. Ninamuona Yusufu siku moja ameuzwa, amepelekwa kule kwa Patipo. Anaitwa nani? Potifa. Asante sana, Bwana akubariki. Bwana akubariki. Kwa Potifa pale, ninamuona mke wa Potifa anamtamani huyu kijana anayempenda Mungu, kijana aliyejaa Roho Mtakatifu. Mama wa bosi anamtamani, anamwambia lala nami. Kijana anakataa, na kitendo cha kukataa kinamsababishia maumivu ya kupelekwa gerezani. Lakini akiwa kule gerezani bado anamtukuza Bwana. Haleluya. Siku moja pale gerezani, kuna wenzake pale wakaota ndoto. Walipoota ndoto akatoa unabii, akamwambia kwa ndoto yako hii wewe hautapona, wewe utatundikwa. Na ikawa hivyo. Lakini mwingine akamwambia kwa ndoto yako hii ninavyoona wewe, yani wewe utarudi kumhudumia mfalme. Lakini akamwambia utakapofika huko katika shughuli zako za pale ikulu, na mimi niseme vizuri kwa bosi pale. Lakini jamaa alisahau. Akasahau. Ni mara ngapi Bwana anakutendea mambo mazuri lakini unasahau? Bwana amekutendea mangapi mazuri umesahau. Ila ukipata changamoto ndio unakumbuka changamoto. Lakini yale mazuri ambayo Bwana amekutendea. Kuna watu wako hapa wana miaka, ninaona kuna wengine hapa wanakaribia miaka 80 wako hapa. Hebu fikiria, ni wangapi ambao walizaliwa tu na kufariki? Ni wangapi walizaliwa wakafariki katika ujana? Yani wakati ni kijana, nguvu ya taifa, kijana ambaye hata Biblia inasema vijana wameandikiwa wenye nguvu, lakini historia yao imefungwa. Wewe mpaka sasa hivi unakula maisha, una miaka 70, una miaka 50, una miaka 60, bado unakula maisha. Hivi kweli huoni lolote zuri Bwana alilokutendea rafiki? Kila siku nikulia njaa tu. Mimi kila siku mambo yangu hayaendi, mimi sifanikiwi. Mbona hapo ulipo umeshafanikiwa wewe? Mshukuru Mungu ili uzidi kufanikiwa. Mama White anaendelea kusema, muda ulikuwa umepita tangu Yesu awape ahadi ya kuachana na wanafunzi wake. Akawapa ahadi kwamba sitawaacha yatima, nitamtuma Roho Mtakatifu kama mwakilishi wangu. Na anasema pamoja na kwamba Roho wa Mungu alitumwa, lakini mabadiliko yalikuwa ni shida. Watu hawabadiliki. Pamoja na Roho Mtakatifu ametumwa katikati yetu, ametumwa kwenye familia yetu, ametumwa kwenye kanisa letu, lakini bado hakuna mabadiliko. Jamani, tusimhuzunishe Roho wa Mungu. Roho wa Mungu anazungumza na sisi kila siku. Wakati mwingine anazungumza na sisi kupitia kwa nyimbo, lakini hatubadiliki. Wakati mwingine Roho anashangaa, maana hata yule anayeimba mwenyewe habadiliki. Roho anashangaa wakati mwingine hata yule anayehubiri. Yani Roho anamsaidia mhubiri kuhubiri, lakini hata huyo mhubiri anayesaidiwa na Roho hata yeye mwenyewe habadiliki. Tunamhuzunisha sana Roho. Lakini tukute kwenye maombi. Jamani,
Unajua kwenye maombi tuko vizuri. Yaani tunaomba maombi yaliyonyooka. Lakini kwenye matendo, kama matendo yetu yangekuwa yamenyooka kama maombi. Unajua kuna maombi yakiombwa mpaka unaona kama umefika mbinguni. Lakini muombaji mwenyewe, kama ungechunguza, ungepewa macho ya kiroho, uchunguze moyo wake baada tu ya ombi, ungelia machozi. Bwana tusaidie. Sasa anasema hivi. Sikia hii inaweza ikamsaidia mtu fulani sasa hivi, na huyo mtu akaokoka sasa hivi na kupokea baraka za Bwana. Anasema kama wote wangekuwa na nia hiyo, na wote wangejazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, popote ambapo hitaji la Roho ni jambo lililopewa uzito. Mwandishi anasema kuna mahali mbingu zinapoangalia zinaona kuna ukame wa Roho Mtakatifu. Ukame wa Roho Mtakatifu katika familia fulani ambayo iko hapa. Yaani familia yako Bwana anapoiangalia anaona ukame wa Roho Mtakatifu. Maisha yako Bwana anapoiangalia anaona kuna ukame. Lakini haiwezekana hata ndani ya kanisa Bwana anapoliangalia kanisa anaona kuna ukame. Na kitabu cha Yoeli sura ya 2 kimeeleza vizuri kwamba siku za mwisho Bwana atatuma Roho wake. Huenda siku za mwisho ndio hizi, huenda ni leo. Na anasema Roho wake atakapotumwa, wapo watu ambao watatabiri, wapo watu ambao wataota ndoto, hali za watu zitabadilika, watu watatubu dhambi zao, na watu watamrejea Bwana. Hebu ngoja nisome fungu hili. Wakati wale waimbaji wangu wanaposogea hapa, praise team mnapokuja hapa, nisome hili fungu. Wimbo wetu namba 54. Mzee Mbwambo pamoja na ile timu inayotuongoza kwenye uimbaji. Katika kitabu cha Matendo sura ya 2. Baada ya wanafunzi wa Yesu kujazwa Roho Mtakatifu, wakahubiri habari za Yesu kwa nguvu isiyo ya kawaida. Na watu waliposikia habari za Yesu, hebu sikiliza hii. Watu waliposikiliza habari za Yesu kama wewe unavyosikia, waliposikia habari za Yesu kama wewe unavyosikia hapo, Matendo sura ya 2 mstari ule wa 37 na 38, Biblia inasema waliposikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Walipoyasikia maneno ya Bwana, mioyo yao ikaguswa. Mioyo yao ikaguswa. Wakasema kwa pamoja, tumesikia neno na mioyo yetu imeguswa, sasa tufanyeje? Petro akawaambia, tubuni, mukabatizwe, mupate ondoleo la dhambi. Sasa sikia nikuambie rafiki yangu. Ubatizo unaozungumzwa hapa
ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Maana hawa walikuwa tayari wameshabatizwa, hawa walikuwa wameshabatizwa na ubatizo wa Yohana, lakini walichokuwa wamekosa ni kile ambacho mimi na wewe tumekikosa. Walikuwa hawajabatizwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Jioni ya leo, marafiki zangu, ni wasihi tunapokwenda kuimba wimbo huu, tutasogea tena hapa mbele, tutakwenda kuombea zile bahasha na maombi ya watu ambayo yameandikwa hapa. Karibuni tunapokwenda kuimba huu wimbo, takuwa na maombi ya pekee sana. Tembea uje hapa mbele tunapokwenda kufanya maungamo na toba, ili tuweze kumjua Bwana. Maana jioni ya leo kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tembea, sogea hapa mbele, tumuombe Bwana tubatize kwa ubatizo huo. Tunahitaji maisha yetu yabadilike. Mwinjilisti Kazuva, nikualike hapa mbele. Mwenyekiti wa maombi, nikualike hapa mbele. Takuwa na maombi ya pekee sana jioni ya leo. Tembeni msogee, tembeni msogee. Karibu na sanduku la maombi. Tembeleni msogee hapa mbele. Mlioko nyuma huko, sogeni, msogeni hapa. Nataka nikae naye kwa mazungumzo matamu, nizidi kuwaonyesha wengine wokovu.
atashuka magotini. Mzee Ifande ni muombe naye aje hapa akiwakilisha wazee wa kanisa kulizunguka hili boksi ambalo lina barua mbalimbali za watu. Kuna mikataba hapa watu wameiandika, wamemwandikia Bwana. Mkuu wa maombi, mzee wa kanisa, pamoja na mwinjilisti Richard Kazuva watakuwa wanamwambia Bwana, sio kana kwamba Bwana hajui, lakini watakuwa tu wanamwambia kutuwakilisha sisi. Na sisi, kila mmoja aliyeshuka katika magoti atakuwa anazungumza na Bwana. Mueleze Bwana hitaji la moyo wako, maana ninaona jioni ya leo kuna mtu anaenda kutendewa kitu na Bwana. Karibuni kwa maombi. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na nafasi nyingine ya kuendelea kuishi ambayo umetupatia. Tunakushukuru Mungu kwa namna ya pekee sana kwa ajili ya ibada hii maalum ambayo wana na binti zako tumejinyenyekeza mbele yako kwa kuandika mipango iliyojaa shukrani na maombi mbalimbali katika maisha yetu. Kabla ya sasa, ikiwa iko dhambi yoyote miongoni mwetu ambayo ni ya kufikiri, kutenda au kutamka, tunakuomba Mungu utusamehe kabisa, ili ibada yetu ya jioni ipate kibali machoni pako. Tunakuja mbele zako Mungu tukiwa tumezunguka kikapu chenye bahasha nyingi zenye maandishi mbalimbali ambayo ni siri ya watu wako na wewe Mungu. Asante kwa sababu ulianza kusoma hata wakati wakiandika. Na sasa Baba, tunakuja mbele zako tukikuomba ukamjibu kila mmoja sawa sawa na mapenzi yako. Ikiwa ziko changamoto za afya, ikiwa ziko changamoto za uchumi, ikiwa ziko changamoto za mahusiano, ikiwa ziko changamoto za kiroho, ikiwa yako mengine mengi ambayo yameandikwa mahali hapa, Bwana ukaonekane kwa namna ya pekee katika mwaka huu wa 2026. Baba wa mbinguni, ninakushukuru pia kwa ajili ya utumishi wako ambao tumezunguka sanduku hili. Nasi tunasimama kwa zamu yako na kwa unyenyekevu mkubwa, tukiwa tumejawa shukrani, na tukileta haja zetu mbele zako. Mungu ukatusaidie kuendelea kuchagua wewe katika chaguzi mbalimbali tunazokutana nazo katika maisha yetu. Mungu wetu, katika kusanyiko hili kwa namna ya pekee sana, kuanzia mdogo wa umri hadi mkubwa wa umri, wote na wakabidhi mikononi mwako. Endelea kugusa afya zao, endelea kugusa chaguzi zao, endelea kugusa hatima ya mwaka huu 2026 katika maisha yao. Ukawe wa tofauti na wenye baraka tele katika maisha yao. Mungu wa mbinguni, ni wewe ambaye uliratibu kupitia madhabahu hii utaratibu huu wa watu kuzungumza nawe kwa namna ya siri sana, kwa njia ya maandishi, na hatimaye tuwe na maombi ya pamoja tena namna hii. Asante kwa sababu Mungu umeliratibu hili kwa namna ya tofauti na namna ya pekee sana. Sasa Mungu wangu,
Najua wako watu ambao bado wanafanya jambo hili. Ninakusihi Baba wa mbinguni, endelea kujaza mioyo ya shauku ya wana wako kuwasiliana nawe sasa na hata wakati ujao. Waendelee kuwasiliana nawe kwa namna nyingine yoyote utakayoona inafaa. Asante Mungu kwa ajili ya mtu fulani ambaye ana shauku ya kuenda nyumbani tena leo, kukaa kutulia yeye pengine na familia yake, au vyovyote utakavyomuongoza kuweka mipango yake kwenye maandishi na hatimaye kuyaleta hapa kwa wakati mwingine kwa ajili ya maombi. Baba wa mbinguni, unganisha mioyo yetu, bariki kanisa letu, ponya mshiriki mmoja mmoja. Mungu, asante kwa sababu katika kanisa hili umetubariki kuwa na wageni miongoni mwetu. Toka tulipoanza, kila mgeni aliyekuja, Mungu kaendelee kuzungumza naye kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mahali fulani katika jengo hili kuna kitabu cha majina ya washiriki. Mungu, tunakusihi kuanzia jina la kwanza hadi jina la mwisho, wabariki wao pamoja na familia zao. Amsha shauku Mungu ya kuendelea kutumikia. Uwaroza majivuno miongoni mwetu, uwaroza kujiinua miongoni mwetu, uwaroza ubinafsi miongoni mwetu, uwaroza kujiinua. Yehova, tupe unyenyekevu na kutafuta utukufu wako katika chochote utakachokuwa umetupa. Asante Mungu kwa ajili ya watu wako wanaoendelea kuomba. Endelea kuunganisha maombi yetu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako kutukusanya tena jioni ya leo. Ninaungana na ndugu yetu ambaye ametutangulia kuomba katika jioni hii, kwa sababu amegusa mahitaji yaliyoandikwa katika karatasi hizi ambazo sisi hatuwezi hata kuzisoma wala turuhusu kuzisoma. Mungu wa mbinguni uonaye sirini, ninakusihi utende hivyo. Lakini jambo moja jingine ninalokusihi Mungu wetu, tusaidie kuishi sawa sawa na jinsi utakavyotubariki. Tusaidie kuenenda kwa namna ambayo tutakuwa Wakristo wa kweli, tutakuwa watu tunao kuabudu katika matendo yetu yote, maneno yetu yote, na katika mienendo yetu kwa ujumla. Asante kwa sababu ninaamini ya kwamba maombi yote yaliyoombwa, maombi yote ambayo yameandikwa Mungu wa mbinguni, yametoka katika mioyo ya watu, na kwa dhati kabisa hayo ndiyo mahitaji yao, na kusihi utimize hayo yote kwa utukufu wako katika jina la Yesu. Amen. Je, kuna neno, kuna neno, kuna neno usilo liweza? Je, kuna neno gumu lolote tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Imba liko neno. Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno
Baba Mungu na rafiki yetu mwema uketie mahali pasihi juu mbinguni, ni masaa tena ya jioni, wana na binti zako tumenyenyekea chini ya msalaba wako. Watoto wako tumekuja kama tulivyo. Tumekuja Mwenyezi Mungu, tumekuja, wengine wamekuja wakiwa ni wagonjwa, lakini wengine wamekuja wakiwa wamekata tamaa. Mwenyezi Mungu Baba, sisi tunakutambua wewe ya kwamba wewe ndio unayeweza. Baba wa mbinguni, tusamehe dhambi zetu ili uweze kusikia sala zetu. Baba, watoto wako wamekuandikia barua wakijua ya kwamba wewe ndiye Mungu unayeweza yote. Huenda kuna ambaye aliandika, lakini kuandika kwake Mwenyezi Mungu hajaandika kwa imani, Mwenyezi Mungu na Baba yetu. Wengine bado wameandika kimashaka mashaka. Wengine bado wameandika kwa kusitasita, maana huenda wameandika kila wakati wameandika, lakini bado hawaoni matokeo yoyote, Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu ambaye unajibu, Mungu ambaye unatenda, hakika hakuna neno lolote linaloshindikana kwako. Baba, kwa imani kila aliyekuandikia, Mwenyezi Mungu ukaweze kusoma maombi ya kila mmoja mmoja, Mwenyezi Mungu. Na Baba wa mbinguni utakapomtendea, Baba asisahau kurudisha sifa na utukufu mbele zako. Watoto wako ambao wamefungwa katika vigereza vya aina mbalimbali, Mwenyezi Mungu amekuja, wanataka kufunguliwa katika jioni ya leo. Baba wa mbinguni kafungue watoto wako. Baba wa mbinguni katufungue tukawe huru sasa. Mwenyezi Mungu katufungue Baba wa mbinguni, tukitoka hapa tukaone ahueni. Mwenyezi Mungu, wako ambao wamefungwa katika magonjwa, wako ambao wamefungwa katika biashara, wako ambao wamefungwa katika elimu, wako ambao wamefungwa katika kutokuelewa. Mwenyezi Mungu, wewe unajua kufungua watoto wako, katufungue leo tukitoka tukawe huru. Mwenyezi Mungu, aliyekuja akiwa ni mgonjwa, Mwenyezi Mungu ukaweze kumponya Baba wa mbinguni. Lakini Baba, tuko katika kipindi cha mwisho. Ni kweli tutapitia taabu, wengine wamekata tamaa, lakini Baba wa mbinguni tunachokuomba, ombi letu kubwa, Baba wa mbinguni, tunaomba tupe mioyo ya uvumilivu. Tutapitia mengi na huenda bado hatujapitia, lakini Baba wa mbinguni, tukiwa na wewe Mwenyezi Mungu tutatoboa. Baba wa mbinguni, katusaidie Mwenyezi Mungu, katupatie nguvu, tupe mioyo ya kuvumilia. Baba wa mbinguni, tumekosa uvumilivu, tupe mioyo ya kuvumilia. Aliyekuja ambaye alikuwa haongei na mtu fulani, Baba, hicho nacho ni kigereza, tunakikataa katika jina la Yesu. Baba, huenda hata kanisa lako haliendelei kwa sababu tuna vigereza. Tunahitaji tufunguliwe Baba, na sisi kanisa lako likaendelee, katika kwaya zikaendelee. Mwenyezi Mungu, tunamkataa ibilisi katika jina la Yesu. Baba, kabariki adui zetu, wanapotuona, wanapotuombea mabaya, waone sisi tunaendelea mbele zaidi ya kawaida. Lakini wanapojaribu kutuzuru, Mwenyezi Mungu katulinde. Wanapouliza mafanikio, tuwaambie ya kwamba watazame msalaba. Mwenyezi Mungu Baba, damu yako katika jina lake Yesu Kristo, amina. Baba wa mbinguni, maombi haya yasije yakapita bure. Ruhusu watu wako wabarikiwe mpaka waitwe mafirimason. Watakapofikiri ni Freemason, kumbe ni wewe mwenyewe umeamua kuwabariki watoto wako. Kila ombi liloombwa, kila kilio watu walicholia kwa ajili ya familia zao katika hizi siku 10, Baba kubali katika jina la Yesu, amen.
Bwana awabariki sana.